ninachosema. Nasema hivi, Mungu ni Mungu anayependa variety. Anapenda tofauti. Okay. Ni watu wangapi wanafanana na mimi? Hata tukienda polisi tukaweka fingerprints, ni ya kwangu peke yangu dunia nzima. Umewahi kufikiri Mungu anafikiria pattern ya kila kidole cha mtu mmoja anayezaliwa anampa ambayo haiko duniani kabisa? Umewahi kufikiri? Alafu tofauti tu ya vidole itugombanishe. Hivi vidole vyote vya kwangu vilizaliwa siku moja, lakini angalia hiki kimoja kimeenda hivi, utafikiri ni kilema. Angalia hiki kidogo, utafikiri hakili chakula. Hiki kirefu utafikiri kina wazulumu wenzake. Hiki kingine kimevaa pete, unaona kimependelewa. Mbona vingine havivalishi? Sijaona watu wanavaa mpaka pete kwenye kidole gumba na hiki na hiki na hiki ili vyote viwe sawa. Sikia, unaweza ukavalisha pete na havitakuwa sawa. Mungu aliviumba kwa makusudi. Tu viungo vya mwili wake. Kila mtu na kazi yake. Kila mtu aliyekuja hapa duniani alikuja na baraka yake. Ile kwamba Mungu amekubariki, usijifanye ya kwamba wenzako hawajabarikiwa. Na wao wamebarikiwa kwenye kona ya kwao. Rasa tarabako. Haleluya. Baraka ambayo wanayo wewe huna. Na ndio maana tunategemeana. Mungu alitugawia mkate kwenye chakula cha Bwana. Kila mtu kipande cha mkate. Ili kila mtu awe na sehemu, kila mtu awe na sehemu. Hakuna mtu ambaye ana kila kitu. Kila mtu ana sehemu, kila mtu ana sehemu. Kwa nini? Ili tuheshimiane juu ya huduma na vipawa na baraka ambazo Mungu ametupa. Rasa tarabakura. Kabila hazifanani Mungu akiziweka kwenye nchi. Kila kabila ina kipawa chake. Kila kabila ina baraka yake kwa ajili ya taifa husika. Tunachohitaji ni kujua kwamba katika eneo hili wamebarikiwa kwa ajili ya kitu gani. Katika eneo hili wamebarikiwa kwa ajili ya kitu gani. Ili wawe sehemu ya baraka kwa ajili ya taifa. Na kwenye familia hivyo hivyo. Lawi ana cha kwake. Na Ruben ana cha kwake. Na Yuda ana cha kwake. Na Benjamin ana cha kwake. Dani ana cha kwake. Yusufu ana cha kwake. Wote wakawekwa chini ya sehemu ambayo Mungu anakaa. Kwa namna gani? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vile alivyogawa vinatumika kwa heshima bila kuleta shida. Na watu wengi sana, kama Mungu hayupo, kipawa ndio mwanzo wa ugomvi. Kipawa ndio mwanzo wa kujiinua. Badala ya kumuinua Kristo, tunainua vipawa. Tunasahau ya kwamba vipawa, yeye ndiye alipopaa aligawa vipawa. Usipokuwa na uhusiano naye, akiondoa hicho kipawa, huna kitu chochote. Hallelujah, hallelujah.